Karibu sana kwenye Bunia Today TV. Naitwa James. Leo napenda niongee na nyinyi. Ni exclusive interview ambayo naifanya mimi mwenyewe, sitahoji mtu, lakini nakuomba uifuatilie mpaka mwisho. Baadhi ya Wakongo ambao sana sana wanatumika kwenye kazi ya utumishi wa Mungu, sana sana pia waimbaji wa nyimbo za Injili wa Kongo, wanakuaga na hiyo nia ya kusema kwamba ngoja ni mutafute mtu fulani wa nje. Anaweza kuwa Kinshasa huko mkoani, anakuwa kwenye nchi nyingine, wanafanya nao korabo. Unaona, anamshirikisha kwenye kazi yake. Wengi wanavifanyaga na vinasaidiaga pia. Sasa kuna mwanamuziki moja ambaye anajulikana kwa jina la Solange Faida. Yeye ni Mkongo, anapatikana kwenye mji wa Bunia, ambaye ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Alikuwa na hiyo idea ya kumshirikisha mwimbaji pia wa nyimbo za Injili toka nchini Tanzania, ambaye anajulikana kwenye na jina la Martha Mwaipaja. Wengi wanamjua kabisa kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia watu wengi wameshapona, wameshafaidika na nyimbo zake na huduma yake ambayo anaitoaga. Yaani akiimba mwenyewe unajisikia kwamba fresh. Anaimba vizuri. Sawa? Kwa hiyo Solange akawa na hiyo idea kusema kwamba amshirikishe. Alipomshirikisha ilitakiwa amcall. Wakapatana. Walipopatana wakafanya mikataba zote ambazo zinahitajika ili hiyo huduma iende, yani ifanyike. Wanavyojua vizuri, ili utoshe mwanamuziki kwenye nchi kumpeleka kwenye nchi nyingine, inatakiwa ufanye nini? Umulipe. Sio bure kabisa, hata kama kuna utumishi wa Mungu, ila sio bure, inatakiwa alipwe kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo Solange akamwalika Martha Mwaipaja aje aperform au afanye naye korabo hapa Bunia. Mimi naongea nipo Bunia, naye akaitika, wakasaini mkataba. Waliposaini huo mkataba, ulikuwa mkataba wa kufanya nyimbo 4 za audio, lakini pia kushuti zinakuwa clip, yani zinakuwa video. Mbali ya kufanya hizo nyimbo 4 audio na clip, ilitakiwa pia waangalie namna anaweza kuja huku. Kwa hiyo Martha ana clue yake, akasema mimi tuko watu 4 ambao wananipeleka sehemu moja. Kulikuwa manager ambao labda siwezi kumtaja sasa hivi, kulikuwa mtoto wake, kulikuwa producer, yani kwa ujumla ilikuwa watu 4. Sawa? Yani producer, manager, Joan na Martha Mwaipaja wakakuja, lakini pia walikuja kistar. Hawakuja kama watu wa kawaida, kwa sababu ni watu ambao wanajulikana, tuseme hivyo. Wanajulikana, wengi wanajua kwa mazuri tu. Ila yale ambao nitaongea hapa sio mazuri hata kidogo. Martha akafanyiwa kila kitu ili afike hapa Bunia. Na mkataba wakasaini ukakamilika, wakasema kwamba inatakiwa iwe hivi na hivi. Martha alitakiwa alipwe hela ambazo hapa siwezi ziongea, lakini ziko kwenye mkataba. Mikataba zote zipo. Hizo hela sio hela ndogo, ni hela nyingi. Sawa? Walikaga wasanii wanajua, ili msanii atoke kwenye nchi moja aingie kwenye nchi nyingine, inatakiwa hela kabisa zianguke chini. Ndio hicho kitu ambacho kilifanyika kwa Martha Mwaipaja. Solange akamuita, akafika hapa Bunia, akaperform. Lakini pia wakafaidika kufanya hizo nyimbo 4 ambazo zilitakiwa zifanyike. Hapo sijafika kwenye ubaya wa Martha, kwa sababu mkataba bado unatembea taratibu kabisa, hauna kasoro hata moja. Nyimbo 4 zinafanyika, audio na clip zinafanyika. Walipomaliza kila kitu, Martha akarudi kwenye safari yake ya kwenda na kurudi. Ni hela ambazo zimetumika, kwa sababu na safari yenyewe ina changamoto zake. Na hiyo changamoto sio kwa Martha,
ilitakiwa sasa Solange ambaye amemwalika ndo agaramie kila kitu. Wakafanya nyimbo, wakamaliza, walipomaliza wakafanya show live, akarudi na crew yake, yani niseme na timu yake, wakarudi Dar es Salaam. Waliporudi, mimi ni committee manager na wasimamia wasanii wengi sana kwenye kuposti kwenye mitandao ya kijamii, sawa, kwenye TikTok platform ambao wanazijua watu wengi ambao wanafanya kazi kama yangu, kuna Boom Player, Amazon Music, yani kuna kitu ambacho tunafanyaga ili audio kwanza iwafikie watu wengi, watu ambao wanafanya kazi ya timu na nielewa kabisa simple. Nikaposti wimbo wa Martha wa Solange Faida na Martha Mwaipaja kwenye TikTok platform, wakaniambia kwamba mimi sio akimiliki wa hiyo nyimbo ambayo naiposti, yani wa hiyo audio ambayo naiposti. Nasema hii inakaaje kwanza? Nakosaje kuwa akimiliki na mimi mwenyewe ndo nilifanya huo wimbo na nikamshirikisha mwimbaji fulani? Lakini ilipokuwa hivyo, nikaingia kwenye mitandao ya kijamii nikatafuta title ya huo wimbo, nikakuta wimbo tayari umeshapostiwa. Nikamuita nikasema, wimbo wako hauwezi kuingia kwenye TikTok platform kwa sababu umeshapostiwa na mtu ambaye aliuposti ipo Tanzania. Yani hizo nyimbo ine kwanza ambazo walifanya tuseme audio, hakuna nyimbo hata moja ambayo inapatikana kwenye TikTok platform ya Solange Faida. Tuseme audio kwanza. Hiyo kwanza ni changamoto ambayo tulipata. Lakini changamoto nyingine, wakashuti. Kushuti pia kulikuwa na gharama zake. Yani kuna hela nyingi ambazo zimepotea hapa, yani zimeenda, zimedondoka niseme hivyo. Wakashuti. Waliposhuti video tukaziposti. Video ya kwanza ikapostiwa kwenye mtandao wa Martha Mwaipaja. Lakini kama ni msanii ambaye yuko juu, ambaye ameshakuwa star, ambaye anapenda amuinue mwenzake, hange uposti kwanza kwenye channel yake, sawa? Angetakiwa afanye promotion, yani amfanyie matangazo ili na wewe msanii atoke alipo ainuke. Huo ndo utu. Lakini akaposti kwenye channel yake. Watu ambao tunajua YouTube tunaijua vizuri, viewers egal brand, sawa? Ukiwa na viewers wengi egal brand, sawa? Kwa hiyo mimi ninapo posti wimbo wako au interview kwenye channel yangu, brand inakuwa ya kwangu, sio tena ya kwako. Tuseme kwamba huo wimbo tayari unaenda sehemu nyingine, sawa? Nikaangalia, nikanyamaza, nikasema sasa nikiposti huku sema James posti tu. Lakini wimbo ukisha postiwa kwenye channel ya mtu mwingine, naona kuja kuposti, viewers hawapandi. Watu ambao wanaelewa mitandao ya kijamii mnanielewa vizuri. Sasa hivi nikifanya interview na iposti, na wewe kesho na posti kwenye channel yako, wewe mwenyewe ambao uliposti wa kwanza ndio utapata viewers wengi. Ilitakiwa Martha aoneshe utu kwa mwimbaji Solange Faida, amfanyie promo kwa sababu amelipwa, na huo ndo utu. Akaposti kwenye channel yake. Sema sawa. Nikachukua video nyingine nikaiposti. Hiyo video ambayo ilibaki akatuma niseme copy, sawa? Sasa yani sisi tuna copy. Hiyo copy nikaiposti kwenye YouTube. Nilipowaambia kwamba ingekupata viewers wengi. Lakini pia mbali na hiyo, promo ilikuwa imeshafanyiwa sehemu nyingine kwenye TikTok platform ambao ni tofauti kabisa na Martha Mwaipaja, sawa? Tukaposti, wimbo haukwenda. Nikachukua wimbo mwingine, yani video, kwa sababu audio sasa hivi sina wakimiliki nazo. Nikachukua wimbo mwingine, yani clip nyingine, nikauposti. Nikachukua nyimbo zote ambazo zilizobaki baada ya kufanya marekebisho na kufanya kila kitu, nikaziposti kwenye channel ya Solange Faida. Makosa ya kwanza ni kwamba promo imeshafanywa sehemu nyingine kwenye TikTok platform. Hata kama na posti mwenyewe sina uhakika na vitu ambavyo navifanya, kwa sababu tayari imeshapostiwa sehemu nyingine. Na posti video zote. Hapo tuko kwenye mwaka wa 2025, sawa? Lakini hayo makubaliano yalianzaga tarehe 30
mwezi wa 10 2024. Mwaka wa 2025 ndo wakafanya hizo event zote, yani hizo mikataba zote ndo zilifanyikaga kabisa. Tarehe 19 wakafanya show hapa Bunia, wakaandaa kila kitu. Solange Martha akafika, wakaperform, wakafanya kila kitu, wakamaliza. Walipomaliza akaondoka. Alipoondoka ndo tulianza posti hizo video, samani kwa kurudi nyuma. Unaona? Tukaposti hizo video, zinakuwa na changamoto hizo. Sasa juzi tarehe 17 mwezi wa 2 2026 nikapata message, yani notified ya kwamba nyimbo ambazo ulifanya na Martha 3 wewe sio akimiliki, na hizo nyimbo zimeshushwa na YouTube, na mtu ambaye alitutumia ujumbe huu ni Martha Mwaipaja toka nchini Tanzania. Yani wakatutumia na Gmail yake kwamba huyu ndo mwakimiliki wa hizi nyimbo. Mimi nikampigia Solange nikasema, kwa nini umeposti nyimbo ambazo sio za kwako? Si akamuita Martha. Martha akasema kwamba mimi nipo Nairobi na mimi sijui kama ilikuwaje. Kwa hiyo anashusha kwanza nyimbo 3 kwenye nyimbo 4 zake. Lakini mkumbuke kwamba kwenye hizo nyimbo kulikuwa pia show live ambayo ilifanyika. Hapo kuna bakia matangazo ya Martha kuja Kongo, kunakuwa na show, kunakuwa na nyimbo nyingine ambayo ilibaki. Yani kulibaki nyimbo nyingine. Akafuta kwanza hizo. Ilikuwa tarehe 17. Unaona? Sasa hivi ndo inataka ikamilike miezi 3. Watu ambao wanajua YouTube wanapo strike channel yako wanakupa malipizi ya miezi 3. Wakati unaposti vitu haviwezi kwenda. Hata sasa hivi ukiingia kwenye channel ya Solange Faida utasikia huruma. Sababu unaweza posti video ambayo ilifanya kwa hela nyingi, ila inakuwa na viewers 50. Unaona? Kwa sababu hizo track ilikuwa tarehe 8 ya mwezi wa 3. Nyimbo zote ambazo zilikuwa zimebaki, tuseme show, matangazo ya Martha kuja Kongo na wimbo mmoja, na ukafutwa. Strike ya pili. Hapo kuna baki mmoja, chaneli ipite. Sawa?